Hello guys, it's story time. Leo tunazungumzia habari ya mwanadada mwenye alitoka Afrika akaenda kutafuta maisha yake Ulaya. Alienda precisement France. Baadaye alifika kule, alienda kujitafuta kama vile jinsi watu wengine waenda kujitafuta. Mashallah, Mungu akamsaidia akafanikisha ndani ya maisha yake. Baada ya kufanikisha ndani ya maisha yake, Mungu akamsaidia akapata na yeye fursa ya kurudia nyumbani kwenda kutembea. Baada alienda kutembea, alikutana dada yake, hali ya maisha haiko nzuri at all. Alikutana dada yake this time ashakuwa na watoto 7 na kiuchumi haiko anafanya vizuri, hana pesa. Kurudisha wale watoto ilikuwa ni matatizo, kulea wale watoto ni shida. So mdogo mtu akamwambia dada yake, mimi chenye naweza nikakusaidia ni kubeba hao watoto wako waje wasome Ulaya. Na wakisoma huku petetro wakifanikisha watatoka kitu kizima na wewe watakusaidia wewe kama vile mama yao. Dada akasema yes, utakuwa umefanya vizuri na Mungu atakujalia ukifanya hivyo mdogo wangu. Mdogo mtu akarudia Ulaya, akafanya maprocedure zote, watoto wa dada wakapata makaratasi, akawaleta Ulaya kama vile watoto wenye ameadopt kama vile watoto wake. Akaja akawapa elimu, wakasoma masomo ya prive ya Ulaya. So dada alikuwa anafahamiana na wengine watu wenyewe wanafahamia mdogo wake kwenye yuko uko Ufaransa. So pakaja mwingine mdada mwenye alitoka uko Ufaransa, akaenda direct mpaka kwa dada mtu akamwambia, "Ebaga, mdogo wako mnaongeaga?" Akasema, "Yes, anakusaidia hivyo hivyo." So unajua iko na watoto wangu wawili kule, kuwasomesha, kuwalisha, haviko rahisi. Ndo iko anajikaza. Okay. Akamwambia, lakini unajua ule mdogo wako ana roho ngumu kweli. Ule mdogo wako elle se fait des millions de l'argent kule Ulaya kupitia majina ya watoto wako. Anapata hela kila mwisho wa mwezi. Serikali inamhudumia kila mwisho wa mwezi kwa ajili ya watoto wako. Ndio unasema na kutumia buhela wa hivyo na we mama watoto unaishi mwa hii hali na ukutana eko. Vrema, sio vizuri. Waambie watoto wako hata ikiwezekana waweze kujipatia uhuru wake kusudi wao wanapata hela na totalite waweze kuwa wanakutumia wewe kama vile mama yao uweze kuimprove hayo maisha. Waliongea kiurefu na ule mama aka manage kuplante ka quelque chose mroho ya dada mtu. So dada naye akakaa nawaza. Labda mimi mwenyewe aliniambia ni ukweli, mdogo wangu namuonaga kwa status yuko sawa. Na mimi niko hapa niko nachuuza chai na mandazi kwa barabara, anakulia nyuma mgongo wangu. Dada naye akawa na ile roho ya kusema achilia na yeye afanye quelque chose, watoto wajikomboe kwa msao waanze kuwa anamtumia pesa za zaidi ya zenye mdogo wake anamtumia. So dada mtu chenye alifanya akaongea na watoto wake. Guys, mnajua mimi mama yenu, maisha niliwalea emo, mnajua jinsi tulivyosumbuka, mnajua jinsi maisha yalivyo, maisha sio mazuri, maisha hajabadilika. Ile kidogo yenye mama mdogo ananitumiaga haitoshi, nahitaji please mjikomboe kusudi mtoke haya maisha na sisi tuweze kufanya vizuri. Kwa msama mama yenu na mimi niweze kunusurika. Watoto akasema sasa unaona mama tufanye aje? Mwanze kumkosea mama yenu mdogo kusudi muachane naye, kwa sababu yeye hawezi akawaacha hivi kiurahisi kama si elle se fait de l'argent kupitia nyie. So inabidi mwe mfanye quelque chose jili ya roho yake ichafuke, awafukuze mwende kuanzisha maisha yenu. Watoto it's okay, sawa mama, tulikusikia, tutafanya hivyo, we will do that. So then watoto wanaanza kwa namkosea adabu mama mdogo, wanamtukana, wanafanya vya kufanya vituko, so tukumtukana like vituko tu vyenye vinachefua roho. To a point where siku moja mama mdogo alisikia vinamfika hapa. Mama mdogo akamwambia huwezi kunikosea adabu kiasi hiki mtoto, akampa kofi. Zadi mpa kofi, mtoto akarudisha lingine. Mama mdogo akasema kumekucha. So mama mdogo anampa raporo mkubwa wake anambia uangalie kisu tabiaranje, si ni ukweli? Nasikia unapata hela kupitia wao, kwa naangalia kisu utafanya hata na wewe, ni watoto wangu lele. Dada haelewi. Anaambia unajua maisha ya hapa gisi yalivyo hapa Ulaya. Watoto wako wanasoma masomo ya prive. Sio ya leta eti watasoma kwa bure au yatakuwa bei chini. Hapa wanasoma ni masomo ya prive, na haya masomo ya prive mimi nalipa. Ni hela ngapi yenye serikali inanipatia yenye naweza kawalea watoto wako? Dada utaangalia gisi utafanya. Mama anaendelea chochoa watoto, muendelee, muhakikishe mnatoka mwa ile nyumba jili muende kujikomboa na mkomboe mama yenu. Okay.
So wale watoto sio wako na makaratasi kama vile Wafaransa kupitia jina la mama mdogo. Watoto wakaendelea visa. Hiyo siku walipigana, tuli ingine tena watoto wakafanya vile, mama mdogo akakosa kabisa. Tempa ikapanda. Mama mdogo akakumbuka, nikipigana hao watoto wasijua akanipigwa akaniaibisha. Mama mdogo akatoka, watoto wakaita polisi, wakashwana, wakaita polisi ikaje ikawasikiliza. Baada ya polisi kusikiliza, watoto wakaanza. Sio waza hata mama yetu yuko Afrika. Mama yetu yuko Afrika. Ni huyu mama alituleta tu hapa kwa ajili ya alituleta atusaidie, lakini hatutimizi vyote vyenye tunahitaji. Sio mama yetu mzazi. Sawa. Twendeni kula polisi tufungue kesi. Yes, twendeni. Na mama watoto sawa alimuita, mama akamwambia nendeni kula polisi jili watawapatia uhuru wenu, mseme gisi hawashiki vizuri kwa msa watawabeba mwe upande mwingine na yeye abakie upande wake, kwa msa mwe mnapata ile hela yenye serikali inawapaga mwe wenyewe kusudi mweze kutukomboa. Watoto wakaenda kula polisi, wakapana mashtaka gisi mama sio mama yao, alitengeneza makaratasi ya manyanga kusudi waweze kuwapunguza na miaka kusudi watoto waende kule Ulaya, na sio watoto wake. Mama yao yuko mzima na yuko kule kwao Afrika. Polisi kaandika kwambia okay, so you guys mnaweza mkaenda nyumbani, tutafanya matohoza yetu kisha tutawaita. Walikaa watoto wanaendelea visa. Mama mdogo asema kitana na watoto, anawapa uhuru, anawapa distance. Siku moja ilifika, serikali kawaita, njoni tumalizie kesi. Wakawaita, wakakuja. Kesi inasemaje? Watoto mlisema aje? Tunataka tuwasomee wenye mlisema, na kama pako vya kuongeza mtaongeza. Watoto ulisema aje? Wakasoma kesi, wakamwambia pako cha kuongeza au pako vya tulisema vya uongo, akasema ni hivyo vyote. Kwa kweli sio mama yetu. Kwanza chenye tulisahau kuongeza, mimi nilikuwa wakati mama alikuja kunichukua yeye mama mdogo nilikuwa na miaka 22. So waliishusha wakaifikisha kwa miaka 17. Kumbe siko minere kiasi kile. Mwingine eti mimi nilikuwa na miaka 20 waliishusha mpaka kwa miaka kama ni 14. Kumbe mimi siko minere kiasi kile. So mimi nahitaji uhuru wangu. Okay. Mama mdogo unasemaje? Mama mdogo mimi nilikuwa na nia ya kusaidia, ndio maana niliwaadopt juu niwalete mama kwa maskini. Nitaka kuwapa education meilleure kusudi watoke hemo kitu kizima wajisaidie na wamsaidie mama yao. Lakini naona vinakuwa vigumu, wenye mtadecide vyote mimi niko tayari. Okay. Decision inakuja, wanasema tulisikiliza vyote kwa kusema manake mu watoto hamko wa minere. Telmagisa hamko wa minere, tunawanyang'anya ile nationalite. Tukisha wanyang'anya ile nationalite na kila mmoja anapaswa kurudia kule kwao kuvilaja kwenye mtoka kule kijijini. Hilo ni kuhusu watoto. Mama mdogo ni ukweli ulikuwa uko na moyo wa boss Samaritain, and then bilifika, so haukufanya njia yenyewe ilikuwa nzuri, so na wewe hatutakunyang'anya nationalite, lakini utalipa amande. Nationalite yako utaigarde na utaendelea kuishi France, lakini hawa watabaki hapa, tunapaswa kuwadeport. Okay, mama mdogo nyote mnaweza mkarantre. Wakarantre, mama mdogo akawa amerantre na nini na ushindi, na wale wengine walipoteza. Kisomo ni kipi mwa hii habari? Tujifunze kuwa na mioyo ya shukurani wa ndugu zangu. Mkirundi pako mfano wanasemaga ngo bahebi yake. Wape wajinangani. Mungu alimpa mwana mama, lakini tamaa zilituma anajinyang'anya mwenyewe. Watoto walidipotiwa, walienda kuchuuza chai na maandazi na yeye tena kule kwa barabara. Masomo hawakuyamaliza na walirudia mikono mitupu, kwa sababu mama mdogo hakuwatekelea kitu hata kimoja, na waliamua kurudia. Mama mdogo anaendelea maisha yake ya Ulaya. So watu muwe na roho za shukrani. Mtu kama alitenda wema na moyo mmoja, Mungu anampiganiaga njia moja ama nyingine. Na we mwenyewe ulianzisha ubaya, ndio kila siku naaibikaga. Ndio habari ya leo hii. Wale watoto wako kule Afrika kwao hivyo wako nachuuza maandazi na chai na mama yao, na mama mdogo yuko zake Ulaya anaenjoy maisha yake, anatandaa vingine venye Mungu atamtendea. Na Mungu alimprotect kwa sababu alikuwa na nia njema. Na wale wenye walikuwa na nia mbaya, na Mungu aliweza kuwatoa kwa mikono. Msikui babahe yake. Sawa, bye for now. Je vous aime beaucoup. Tujifunze, tupartage, tulaikinge, kwa sababu tuweze kuelimishana sisi yote mwaya maisha. Okay, tukumbuke kufanya mazoezi kusudi tuweze kubakia fit enough. Alright. Je vous aime.